mwaliko ambao tuliopata kupitia ofisi ya takwimu mkuu wa serikali. Na kwa bahati nzuri mwaliko huu unaendana sambamba na maendeleo ya takwimu duniani, na ikiwa jana ni siku ya tarehe 20 mwezi wa Oktoba 2025 ilikuwa ni siku ya takwimu duniani. Kitu ambacho kimenileta hapa kwa ajili ya kuzungumza machache ili wananchi na wapenzi wa Bahari FM wapate kuelewa. Haya, asante sana ndugu Salum Kasim Ali, ambapo umesema jana tarehe 20 mwezi wa 10 2025 ilikuwa ni siku ya takwimu duniani. Tunataka kujua kwa nini inaadhimishwa kila ifikapo tarehe 20 mwezi wa 10 mwaka 2000 kwa miaka tofauti, yani kwa nini? Na samahani, kabla hajajibu hilo Mohamed, mimi ningetamani ndugu zangu ambao pengine labda takwimu ni nini, lakini atatueleza hilo, lakini mwanzo atueleze unaposema takwimu ni nini? Asante ndugu watangazaji, ni kwamba jana kama nilivyosema ni siku ya tarehe 20 mwezi wa 10 2025 ni siku ya takwimu duniani. Na siku ya takwimu duniani imewekwa na Umoja wa Mataifa ambayo ina kawaida husherehekewa kwa kila baada ya miaka 5, na siku hii imeasisiwa mwaka 2010 na sherehe za mwanzo za siku ya takwimu duniani zilianza 2015. Kwa bahati nzuri baada ya miaka 5 baadaye itakuwa 2020. Kwa bahati mbaya sana mwaka 2020 tulikuwa na gonjwa la corona, lakini vile vile kwa mwaka huu 2025 siku ya takwimu duniani imesherekewa kama ilivyopangwa na Umoja wa Mataifa. Ndugu mtangazaji, uliniuliza kuhusu nini maana takwimu na watu wapate kujua takwimu na umuhimu wake. Ofisi ya takwimu mkuu wa serikali, kwanza nianze kusema kwamba ni ofisi ya takwimu ambayo imepewa majukumu ya kukusanya, kuchambua, kuhifadhi na kuzitangaza takwimu za hapa Zanzibar. Takwimu ambazo zimegawika katika maeneo matatu makuu. La kwanza ni takwimu za kiuchumi, la pili takwimu za kijamii, na la tatu takwimu za kimazingira. Sasa umuhimu wa takwimu. Sisi kwa upande wetu kwa kweli umuhimu wa takwimu ni kwamba ni kioo au kupata taarifa ambayo itamfanya mtu, kitengo, taasisi, serikali kuweza kufanya maamuzi yaliyo bora na sahihi na kwa wakati ambao umepangwa. Takwimu ni taarifa ambazo kwa kawaida hutumika na kila mtu kwa kila siku. Kwa mfano, katika kaya au nyumba, itakapokuwa inaelewa idadi ya watu waliokuwa kwenye nyumba, itaweza kupanga mpango wa utaratibu wa chakula cha nyumba hiyo kwa usiku husika. Kwa hivyo ninachokusema kwamba kila siku, kila wakati mtu anatumia takwimu katika maisha yake ya kila wakati au kila siku. Sasa labda turudi tena hapo. Unajua kukusanya hizi data kwa ajili ya takwimu ni mchakato. Labda taasisi gani ambazo mnashirikiana nazo kwa ukaribu kuona kwamba hizi takwimu zinapatikana? Sisi ofisi ya takwimu mkuu wa serikali katika ukusanyaji, naweza nikasema tuna mawanda makubwa sana ambayo kwa kawaida tunashirikiana nao katika ukusanyaji wa taarifa. Kwanza nianze na kusema kwamba serikali kwa ujumla wake. Katika serikali kuna mawizara, kuna taasisi na mashirika mbalimbali ya serikali. Hivyo basi tunatakiwa tukusanye takwimu zetu kupitia wizara zote zilizokuwepo Zanzibar, mashirika yote yaliyokuwepo Zanzibar na taasisi mbalimbali za serikali ambazo zinaongoza. Vile vile tunatakiwa tukusanye takwimu zetu kupitia asasi za kiraia, NGOs. NGOs nao wanafanya kazi za kawaida, nazo tunatakiwa tukusanye taarifa zao, tuweze kuzihifadhi na kuzichambua na baadaye kuzitangaza katika maeneo mbalimbali, vyombo vya habari pamoja na machapisho mbalimbali. Lakini kwa upande mwingine tunakusanya taarifa kupitia hizi maeneo ya uwekezaji, mahoteli, wazalishaji, viwanda vya mbao, hawa wazalishaji wa chakula wanakusudia hizi wanazoita bakeries za chakula, mikate na wengineo. Hata maduka madogo ambayo unayaona mitaani, yote hayo takwimu zake sisi tunatakiwa tuzikusanye. Uzuri wake sasa bado tunakwenda katika nyumba kwa nyumba.
Kama itakumbukwa mwaka 2022 tulikuwa na sensa ya watu na makazi, lakini kadhalika tunatakiwa tukusanye takwimu kupitia tafiti mbalimbali. Sasa kwenye nyumba, kila nyumba tunakusanya takwimu na taarifa ambazo tunatakiwa tuzikusanye, na vile vile kwenye maskuli kawaida tunakuwa tuna tafiti za wanafunzi na vitu vingine vinafanya na hivyo. Kwa maana kwa ujumla wake sisi kama ofisi ya takwimu kuu wa serikali tunakusanya takwimu katika kila angle ya nchi hii. Maeneo ya mashirika. Mashirika ya maendeleo kwa mfano hizo UNDP, UNICEF, UNFPA na wengineo tunashirikiana nao kwa hali na mali katika kushirikiana ukusanyaji, usambazaji na uchambuzi wa takwimu mbalimbali za hapa Zanzibar. Labda msikilizaji wetu anaweza kujiuliza kwamba kuna umuhimu gani wa kukusanya takwimu? Kwa nini kuwepo na ofisi ya mtakwimu mkuu? Hizi takwimu faida yake ni nini? Zanzibar ikiwa kama ni nchi lazima ijitambue au itambue hali halisi iliyokuwa. Na kama nilivyosema awali kwamba tunakusanya takwimu za aina 3 kwa ujumla wake. Nianze kwa mfano kwenye takwimu za uchumi. Ni lazima tuweze kukusanya taarifa za kitakwimu ziweze kuchambuliwa, baadaye tuone hali halisi ya uchumi wa nchi yetu. Taarifa kubwa ya uchumi wa nchi yetu kwa mfano ni pato la taifa au GDP kwa lugha ya kigeni, kwamba lazima tuelewe nini maana pato la taifa. Tunakusanya hizo taarifa ambazo zinatuweka kuweza kujilinganisha na nchi nyingine, kwamba sasa hivi nchi yetu katika hali ya uchumi iko katika ngazi kama hiyo. Lakini vile vile kwa eneo la takwimu za kiuchumi ni mfumuko wa bei. Sisi kawaida kila mtu anakwenda dukani asubuhi ananunua chakula, sukari, mchele, mkate wa boflo, viazi, majimbi, kuku. Sasa wale kwa kawaida kila siku wanakuwa wanapanda bei kutokana na hali ilivyo. Lakini tunachotakiwa sisi tuangalie ule mfumuko au ongezeko la bei zinazopanda. Zinapanda kwa kiasi gani? Na ndio takwimu ambayo ya msingi kujua hali ya uchumi unavyoendelea pamoja na takwimu ya GDP. Na ziko takwimu nyingine mbalimbali. Kwa mfano kubwa sasa hivi tuna uingiaji wa takwimu, uingiaji wa talii Zanzibar ambao pia ni unachochea ukuaji wa uchumi wetu. Takwimu nyingine za kiuchumi nazungumza katika mawanda ya kiuchumi kwanza, alafu nitarudi takwimu za kijamii. Takwimu zingine za kiuchumi ni takwimu za usafirishaji wa bidhaa ambazo zipo hapa Zanzibar. Tunazalisha bidhaa mbalimbali ambazo kwa mfano matenge na bidhaa nyingine ambazo zile sabuni au zile sabuni za mwani, karafuu. Zile zinatakiwa takwimu zake tuweze kuzielewa ili tujue kwa kiasi gani tani ngapi zimesafirishwa, lakini kadhalika na kiasi gani cha mapato kimepatikana kupitia usafirishaji wa takwimu zile. Lakini pia kuna takwimu za uingizaji wa vyakula pamoja na bidhaa mbalimbali ambazo zinaingizwa hapa nchini. Kwa mfano hizi makontena yote unayoyaona yanayoingia nchini, idadi ya gari zote zinazoingia nchini, idadi ya gari zote zilizokuwepo, skuta, vyombo vyote lazima sisi tuwe nazo kwa ajili ya kujua hali halisi ya maendeleo yetu. Hiyo ni kwa uchache tu nimezungumzia upatikanaji wa takwimu za kiuchumi. Lakini kwa upande wa takwimu za kijamii kuna masuala ya matukio ya kijamii. Haya kila siku yanatokezea, GBV, masuala ya udhalilishaji. Takwimu zake lazima tuzipate sisi tujue. Kuna takwimu za ajali za barabarani. Nazo pia ni muhimu. Tujue ajali ngapi zimetokezea kwa mwezi, wangapi wameathirika, wangapi wamefariki, watoto wangapi, wanaume wangapi, wanawake wangapi na kadhalika. Vile vile kuna takwimu za chakula na lishe kwa wanafunzi, na tunafanya ukusanyaji wa takwimu hizo kupitia maskuli. Tunawauliza wanafunzi mlo wao wa siku, nyumbani wamekula nini, utaratibu wao na vitu vingine vinafanana na hivyo, ili tuweze kupata kujua sasa lishe ya mwanafunzi ikoje. Pamoja na jambo ambalo huwezi kuamini, takwimu za uchumi, labda nizungumzie kidogo
swala la hizi huduma ambazo za kifedha kwa sasa. Kama mtavyoona sasa hivi huduma za kifedha zimetandawaa sana. Kwa maana kwamba lazima tujue watu wangapi wanapata huduma hizi za kifedha kupitia hizi Tigo Pesa, Yasi, Mixx by Yasi, sijui M-Pesa na vitu vingine kama hivyo. Kadhalika pamoja na masuala ya kibenki, ATM zipo ngapi, huduma. Kwa maana hiyo mtu akiweza kupata access ya masuala ya huduma za fedha, maana uchumi wa mtu binafsi umeongezeka. Sio hicho tu, huduma za simu sasa hivi zimeongezeka. Tunaweza tukasema kwa kila nyumba au kwa kila kaya lazima at least kuna mtu mmoja ana simu. Hiyo ni maana yake nini? Maana yake ni kwamba amepata huduma ya mawasiliano hata kama mtu mmoja ndani ya nyumba anayo simu. Tukirudi miaka 30 nyuma, si nyumba, maana unaweza kusema 3 mpaka 4 zile simu za mkono ndizo zenye simu. Kwa hivyo baadaye miaka 90 mwanzoni 90 mwishoni mwa 90 ikawa simu hizi cell phone ni anasa. Sasa hivi imekuja ni umuhimu wa simu. Kwa maana hiyo takwimu za simu za mawasiliano sisi zote tunakuwa tunazo. Vile vile kawaida tunajiona sisi kwamba tunasafiri, tunakwenda Dar es Salaam, tunarudi Unguja. Tunakwenda Dar es Salaam, tunarudi Unguja. Bila kujua kwamba wewe ukisafiri ile takwimu yako sisi tunaichukua. Mwisho wa siku tunasema waliopita bandarini kutoka Zanzibar kwenda Dar es Salaam au kutoka Zanzibar kwenda Pemba walikuwa 2,550,000. Waliotoka Dar es Salaam kuja Zanzibar walikuwa 1,000,000 laki ngapi na ngapi. Kwa hivyo ukiangalia ile transaction baina ya kuingia na kutoka, unaweza ukakuta transaction ya watu kama 4,000,000. Tunajiuliza sasa, je, bandari inaweza kuhimili watu 4,000,000 kwa wakati mmoja? Sasa takwimu ni kila ni jambo la muhimu kulijua ili uweze kufahamu kupanga mipango ya maendeleo ya mtu mmoja mmoja, ya kikundi, ya kaya, ya jumuiya pamoja na nini. Kwa mfano, swala jingine, takwimu za kijamii, takwimu za elimu. Ukiingia darasani pale juu pana waliohudhuria mahudhurio, attendance board inaandikwa hivi. Wakati inaandikwa ile attendance board, wewe mwanafunzi huwezi kujua kwamba hii inasaidia kujua hali halisi ya mahudhurio ya wanafunzi na nchi wanafunzi wamehudhuria vipi maskuli kwao. Kwa hivyo mwisho wa siku au mwisho wa mwaka tunatoa taarifa za mahudhurio ya wanafunzi, umri gani na vitu vingine kama hivyo. Kwa hivyo ni kazi kubwa. Kila kinachofanyika na kwa mwananchi cha kawaida, basi sisi tunakichukua, tunakichambua, tunakihifadhi, baadaye tunatoa mataarifa mbalimbali za kitakwimu mwisho wa mwaka, mwezi wa mwaka, robo ya mwaka au baadhi ya kati siku. Teknolojia imekuwa sana, labda kuna mikakati yoyote ya kidigitali kuona sasa takwimu zinakusanywa kidigitali ama mchakato huo tayari upo? Kwa upande wa ofisi ya mtakwimu mkuu wa serikali, tunajitahidi sana kwenda mbio na mbio za kidigitali zinazoendelea. Nianze na zamani, miaka 25 nyuma. Takwimu hizi kwa baadhi ya maeneo tulikuwa tunakusanya takwimu kupitia karatasi. Mafomu mtu unajaza. Lakini kadri siku zinavyokwenda, tulipofika miaka 2020, 2002, 2003, 2004, takwimu zikawa zinatumika za kusanywa kupitia fomu maalum tunaita optical mark reader kwa ajili ya kusanya takwimu. Lakini kadri siku zinavyokwenda, hata kwenye sensa ya watu na makazi safari tumetumia vishikwambi katika ukusanyaji wa takwimu zetu. Hiyo ina maana yake nini? Maana yake tumekwenda na hali halisi ya mahitaji ya sasa ya kidijitali. Lakini sasa hivi tunavyokwenda kuna mawanda mawili yameongezeka. Kwanza hii artificial intelligence na pamoja na masuala ya data scientist. Kuna data nyingi sana ambazo zipo na huwezi kuzikusanya moja kwa moja. Lazima utumie mifumo ndio uweze kuzikusanya, kuzichakata na baadaye kutoa taarifa yake. Kwa mfano, naweza nikasema swala la dogo tu kwamba simu, transactions za simu, wewe huyu kampigia huyu, huyu kampigia huyu, huyu kampigia huyu. Sisi tunaweza tunachukua taarifa kutoka zile
kujua idadi ya simu zilizopigiana na watu wengine. Kwa hivyo ile ni data kubwa ambayo inahitajika kueleweka na vitu vingine vinafanana na hiyo. Kwa hivyo ndio kwamba kwa upande wa teknolojia tumejitahidi sana na tunajitahidi zaidi, kwa sababu tunahitaji kusomesha wafanyakazi wa takwimu pamoja na wafanyakazi wengine wa serikali katika masuala haya ya teknolojia. Tumepata bahati ya kuwa na chuo cha IIT Madrasa kilichopo leo, ambacho pia tumeanza kukitumia katika mafunzo mbalimbali ya takwimu, hususan katika kuimarisha teknolojia, na tukwenda sambamba na hivyo na masuala ya teknolojia. Lakini pia kama ofisi ya mtakwimu mkuu wa serikali tumeweza kufungua darasa au klasi la kompyuta pale ofisini na lenye mifumo ya kiteknolojia kwa ajili ya kupata huduma ya kufundishwa wafanyakazi pamoja na watu wengine katika mifumo hiyo ya kiteknolojia. Nafahamu kwamba teknolojia inakwenda haraka sana, lakini pia tunahitaji kuwa na sisi kufuatana nayo. Jingine, sasa hivi tupo katika mkakati kama ulivyoniuliza, mkakati maalum. Zamani tulikuwa tunakwenda nyumba kwa nyumba kuuliza. Sasa hivi ifike wakati sasa tumumpigie mtu simu, atujibu yale maswala, tumuulize, aweze kutujibu, tupate taarifa, tuweze kuzichakata na tuweze kuendelea kutoa takwimu husika. Na hiyo sasa hivi tunaandaa, kuna kitu kinaitwa studio kama hichi cha kwetu. Tunawapigia simu, kisha simu watatujibu, wakashakutujibu tunarekodi zile taarifa zao ili tuweze kupata hizo takwimu. Sio lazima tuende nyumba kwa nyumba. Kwa hivyo teknolojia ya habari pia nayo inatusaidia katika ukusanyaji wa takwimu. Umezungumzia AI, maana wanasema akili unde. Tafsiri yake ni kwamba kuna faida chanya na faida hasi. Kuna watu wanahushi wakati mwingine hizi data, taarifa hizi, takwimu wanahushi. Ofisi ya mtakwimu mkuu inakabiliana vipi na hizi takwimu za uongo ambazo wakati mwingine zinazagaa hata mtandaoni? Labda niseme kitu kingine kwamba sisi jukumu letu la jumla ni kusanya taarifa. Okay. Lakini kuna taasisi nyingine, watu wengine na jumuiya nyingine kama vya siasa na nini, nazo huwa wanatoa taarifa ambazo hazikutoka kwetu. Zile sisi hatuhusiki nazo kwa sababu zile ni za kwao. Lakini itakapotokezea ile takwimu ambayo tunatakiwa sisi tuitoe, ameitoa mtu mwingine kwa njia ambayo sio ambayo sisi lazima tu counter ile taarifa ambayo imetolewa. Okay. Na ndio mara nyingi takwimu zetu sisi tunaziita official statistics, takwimu rasmi ambazo zinapatikana katika maeneo mbalimbali. Kwa mfano, kwenye vitabu vilivyochapishwa rasmi, tunachapisha vitabu, kuna matoleo mbalimbali tunachapisha, kuna taarifa za zile za mwezi tunazotoa, pamoja na kwenye taarifa za kupitia mtandao wetu wa ofisi ya mtakwimu mkuu wa serikali. Zile takwimu rasmi. Mtu anaweza akala kazi koti takwimu zile ikawa sahihi. Lakini inawezekana pia anaweza akakoti lakini sivyo alivyokoti. Pia inabidi lazima tuweke vizuri. Sisi majukumu yetu ni kuhakikisha kwamba takwimu zinazotolewa ziko rasmi na zenye faida kwa nchi na mtu mmoja mmoja. Mtakwimu, mimi kwanza ni kushukuru sana kwa maelezo yako mazuri, na mimi ni mdau wa takwimu, na niseme kwamba nimebahatika pia kuweza kushinda tuzo kwa Tanzania nzima hii kwa kutumia takwimu ambazo zinapatikana ofisi ya mtakwimu mkuu wa serikali. Kwa hiyo kwa kiasi mimi ni mdau na niwapongeze kwa kazi nzuri. Lakini swala langu lipo kwenye maadhimisho haya ambayo yamefanyika. Tulishuhudia kupitia vyombo vya habari kulikuwa kuna wageni wengi, wafanyakazi wastaafu, watakwimu wastaafu, lakini pia na wageni mashuhuri mbalimbali. Ilikuwa ina maana gani hasa? Unaweza ukatuambia raia wa kawaida na sisi tukaweza kufahamu? Ni kweli ni kwamba katika siku ya maadhimisho ya siku ya takwimu duniani, ofisi ya mtakwimu mkuu wa serikali iliona haja ya kwanza kualika wale wakusanyaji wa taarifa za kitakwimu ili wanao wajione kwamba ni sehemu ya taasisi. Lakini pili, tuliwaalika wageni rasmi kutoka serikalini. Mgeni rasmi alikuwa naibu katibu mkuu ofisi ya Rais Fedha na Mipango, ndugu Aboud Mwinyi. Lakini pia tuliwaalika watumishi wastaafu waliotumikia ofisi ya mtakwimu mkuu wa serikali zaidi ya miaka 40
nyuma. Manake na wengine tulioalika viongozi mbalimbali ambao wamepita katika taasisi ile kwa sababu kubwa. Moja, kujenga ule umoja wa kwamba hii taasisi ni yetu sote na sio tunaomiliki sisi ambao sasa hivi tupo. Lakini pili, kuonesha kwamba wao waliotangulia walijenga misingi bora ambayo imetuwezesha sisi leo tukafanya kazi vizuri na tukatambulikana vizuri na tukaonekana kwamba lile lengo ambalo lipo taasisi ile limefikiwa. Lakini kubwa zaidi, tulimwalika mkurugenzi wa mwanzo kabisa ambaye Dr. Daniel Ndabi alikuja kutoa maelezo machache kuhusu uanzishwaji wa taasisi ile. Na taasisi ilianzishwa ilikuwa idara ya takwimu mwaka 78, na yeye aliitwa na kupatiwa maelekezo katika maeneo mawili makubwa, hadidu za rejea. Alieleza kwanza ni kwamba Zanzibar tunatakiwa tuchangie katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Je, ni kwa kiasi gani tunaweza kuchangia? Hatuwezi, kwa sababu hatuna uchumi wa wakati ule haujulikani Zanzibar. Kwa hivyo ikaelezwa kwa yeye alituelekezwa apime idadi ya watu waliokuwepo, akusanye takwimu za idadi ya watu, takwimu za uchumi, halafu baadaye aweze kuishauri serikali ni kiasi gani tunaweza tukachangia. Na kwa bahati nzuri ile wamelifanya. Lakini jingine pia, yeye kama yeye amepata nafasi ya kutupa nasaha ya kwa nini tuwepo, vipi tushirikiane, vipi tuimarishe mashirikiano na taasisi za nje ya ofisi yetu na nje ya Zanzibar, na pamoja na kushirikiana na taasisi za kikanda pamoja na za kimataifa. Kwa sababu ofisi ya takwimu mkuu wa serikali haiko peke yake. Duniani kote kuna ofisi ya takwimu. Kwa hivyo yeye alijaribu kutupa nasaha zake kupitia kikao kile au mkutano ule wa sherehe ile, na kwa kweli tumefarajika nao. Kiufupi, kwenye eneo la waalikwa katika shughuli ya takwimu duniani, imeleta faraja kwa wafanyakazi wenyewe pamoja na wafanyakazi au watumishi wa ofisi ya takwimu mkuu waliostaafu. Kubwa zaidi ni kwamba wote hao wenye viti wa bodi, wakurugenzi wa staafu na wengineo waliweza kushirikiana katika mkutano ule na waliupokea kwa mikono miwili. Kwa kweli faraja ilikuwa kwao, kwa sababu walichokifanya miaka 20, 30, 40 nyuma kimetambulikana katika kipindi hichi. Manake wengine tuliwapa tunzo kutokana na huduma ambayo wamefanya katika kipindi kile. Mkurugenzi wa mwanzo alifika hapo mwaka 78 na kuondoka 80, na amerudi juzi kwa sababu ya shughuli hii. Furaha yake si jambo dogo, na vile vile tumeweza kumpatia hata nishani kwamba tunzo kwamba ameweka misingi bora, kwamba leo takwimu tunatambulikana ndani ya Zanzibar, tunatambulikana ndani ya Tanzania, tunatambulikana East Africa pamoja na duniani kote. Na wananchi wa Zanzibar wajivunie nini na ofisi ya takwimu mkuu? Kwa upande wa wananchi wa Zanzibar, nitazungumza na serikali. Kwa upande wa wananchi wa Zanzibar ni kwamba lazima wajivunie ofisi ya takwimu mkuu wa serikali. Kwanza ni taasisi yao ambayo inafanya kazi kwa niaba yao. Kwa niaba yao. Sio taasisi ya mtu mwingine. Na takwimu zote zinazokusanywa hapa Zanzibar zinakusanywa kuipima jamii iliyopo hapa Zanzibar, kiuchumi, kijamii na kimazingira, na utekelezaji wa mipango mbalimbali ambayo imepangwa inategemea hizo takwimu ambazo zimekusanywa. Ikiwa Baraza la Wawakilishi haliwezi kutunga chochote au haliwezi kupanga chochote bila takwimu sahihi, serikali kama serikali haiwezi kufanya chochote bila kujua mipango ikoje na sasa hivi tuko wapi. Hivyo basi, kupitia takwimu ambazo zinakusanywa, serikali ndio inaweza kupanga mipango ya maendeleo. Nataka kufanya linkages, mahusiano baina ya serikali kilichofanya pamoja na hizi ilani za vyama vya siasa katika uchaguzi tunapoelekea. Ilani ya vyama itakuwa ilani bora ikiwa imekusanya takwimu, ikazitumia takwimu zilizokusanywa na kupanga ilani iliyopangwa kwa ajili ya utekelezaji wa miaka 5 inayofuata. Ilani isiyotumia vigezo vya takwimu itakuwa sio ilani bora. Kwa hivyo nina imani kubwa kwamba ilani zilivyo kwa sasa zimetumia takwimu
na ndivyo zikapanga mipango ya maendeleo kwenye ilani zao. Umezungumza jambo la ilani na mimi ndo sehemu yangu ila nimekumbuka kitu kwenye ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi 2025-2030 mule ndani nazungumzia kujengwa kituo cha taifa cha data Zanzibar. Kitakapojengwa hichi kituo, unajua watu wengi wanachanganya kati ya statistics na data. Kitakapojengwa hiki kituo kitakuwa na msaada gani kwa ofisi ya mtakwimu mkuu wa serikali? Nashukuru kwamba kwanza nafurahi kwamba katika ilani imeweka hilo jambo, kwa sababu kwa sasa tuna kama Zanzibar tuna data nyingi sana. Tuna data nyingi sana na uhifadhi wake bado hauko vizuri. Hata hivyo kupitia Chama cha Mapinduzi kuweka mwelekeo wa kujenga kituo cha data au data hub ni jambo la msingi sana, na nina imani kwamba taasisi mbalimbali za serikali pamoja na mashirika yatatumia kituo hicho kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zao muhimu. Sisi kama ofisi ya mtakwimu mkuu wa serikali tutafurahia sana kupatiwa nafasi katika hicho kitengo ili tuweze kuhifadhi taarifa zetu mbalimbali. Itakumbukwa kwamba kama Tanzania tulifanya sensa ya watu na makazi baada ya Jamhuri ya Muungano mwaka 67. Data zake zipo lakini haziko nzuri zaidi. 78 tulifanya sensa nyingine, 88 tukafanya sensa nyingine pamoja na 2002 na 2012. Hizi nazungumzia sensa 5 zilizopita na ya juzi 2022. Takwimu zake au taarifa zake au data zake lazima zihifadhiwe vizuri, ambazo zitaweza kutumika kwa baadaye. Sasa hivi zipo zimehifadhiwa, lakini itakapotokezea kwamba kutakuwa na kituo cha data, sisi tutaweza kutumia hicho kituo katika kuhifadhi taarifa zetu ambazo tunazikusanya. Sambamba na hilo, tafiti mbalimbali tumekuwa tukizifanya pamoja na jumuiya mbalimbali ambazo tunashirika, kufanya UNICEF, UNFPA, UN Women, wote hawa tunashirikiana nao kukusanya takwimu, na hizo zikipata nafasi pa kuhifadhiwa vizuri, sisi itakuwa ndio faraja yetu, kwa sababu matumizi ya data si wakati husika. Tunaweza kutumia data hata za miaka 60 na 70. Itakumbukwa mwaka 1910 Zanzibar ndio ilifanya sensa ya mwanzo. Kulikuwa na idadi ya watu kiasi 126. Tulipokwenda mwaka 67 wakati wa mapinduzi, Zanzibar ilikuwa na watu 344. Leo Zanzibar tunazungumza hapa ina watu zaidi ya milioni 2.1. Baada ya miaka 50 mbele tutakuwa na zaidi ya milioni 4.5. Kwa maana hiyo, kuona mwelekeo wa idadi ya watu, huduma zilizopo pamoja na mipango ya serikali ni swala la msingi zaidi. Labda kwa kumalizia Mohamed, kwa kumalizia swali la mwisho kwa upande wangu, sitauliza tena. Mimi nataka nifahamu mwananchi sasa wa kawaida ambaye yuko nyumbani, pengine labda ni msomi, anataka apate takwimu, anaifikiaje ofisi ya mtakwimu mkuu? Ofisi ya mtakwimu mkuu wa serikali, kwanza katika kufikia, kuna ile jambo la kawaida uende moja kwa moja kwa kutumia barua. Utaratibu huo upo. Lakini la pili, tuna website sisi ambayo pia nayo inaweka taarifa mbalimbali za hilo. Lakini la tatu, tuna hii mitandao ya kijamii ambayo kule kuna emails na vitu vingine kama hivyo, pia unaweza mtu akawa access. Cha nne, unaweza ku access moja kwa moja taarifa kupitia vyombo vya habari kama hivi na vitu vingine vinavyofanana na hivyo. Wakati tukiwa tunaelekea ukingoni, Mheshimiwa Salum Kassim Mwalimu ambaye ni mtakwimu mkuu wa serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, kwa kumalizia sekunde ambazo zimesalia, unamwambia nini mwananchi ambaye kwa sasa anatusikiliza kule nyumbani kuhusiana na kutoa ushirikiano, hasa pale ambapo mnapotaka kupata takwimu sahihi? Nashukuru sana kwamba mpaka sasa hivi ofisi ya mtakwimu mkuu wa serikali katika kipindi hichi ninachozungumza mimi, tuna tafiti kama 4 ziko kwa wananchi. Kuna tafiti moja tunaita household budget survey, tunaita ni masuala ya nyumba, ambayo tunakusanya takwimu moja kwa moja kwenye nyumba. Lakini cha pili, matumizi ya kaya.
Kwa mfano asubuhi umekula nini, mchana umekula nini, fedha kiasi gani umepata, maharagwe na chakula, vyote hivyo tunavikusanya. Lakini la pili tuna utafiti wa energy. Matumizi ya nishati. Nyumbani una gesi, una umeme, una makaa, kuni na vitu vingine. Sasa haya matumizi haya lazima yapimwe kwa uzito wake, julikane taarifa zake, ili serikali ijue kwamba idadi ya watu na matumizi yalivyo, tunahitaji ku-expand kiasi gani. Tunaita energy balance statistics. Alafu nyingine sasa hivi tuna utafiti mwingine wa masuala ya simu. Haya yanazungumzia masuala ya upatikanaji wa huduma za huduma za fedha kwenye vibanda hivi. Lakini tuna utafiti mwingine ambao unaendelea hivi sasa hivi wa kilimo. Kwa hivyo sisi kama ofisi ya takwimu mkuu wa serikali tuna tafiti za moja kwa moja kwa wananchi. Na bahati nzuri ni washukuru sana wananchi, kama nilivyowashukuru juzi katika kipekee katika siku ya takwimu duniani, kwamba wananchi wanatupa mashirikiano makubwa sana. Waendelee kutupa mashirikiano haya. Tunaweza sisi tukahoji nyumba zisizopungua 10,000, pengine nyumba moja tu ndio ikakataa. Lakini ushirikiano wa kaya ambao tunakwenda kuhoji hautegemeani moja kwa moja sisi na wanakaya. Lazima upite kwa masheha au wajumbe wa sheha husika. Na wajumbe tunapata mashirikiano makubwa sana kwa wajumbe wa sheha na masheha wa shehia husika. Tuwaombe tu kuendelea kushirikiana na ofisi ya takwimu wa serikali, kutoa taarifa za kitakwimu ambazo zinakusanywa katika kaya zao, ili kuweza kupanga mipango mizuri ya maendeleo. Naweza kusema bila takwimu hakuna maendeleo. Muamini, kuna kitu kimoja cha Bakari Masudi, muda hamna, tumekamilisha, muda hamna, waka tayari ni saa 3 dakika moja. Msikilizaji, tumekamilisha. Bakari Masudi tutakuja kumtafuta siku nyingine mtakwimu, kwa sababu mtakwimu ana vitu vingi sana. Kwa hiyo kulingana na muda hapo, kuna ujumbe wote kwenye maadhimisho haya. Bakari Masudi, ukisema ukianza kumwambia mtakwimu alete ujumbe, ina maana tayari kuna mtakwimu. Haya, peleka ujumbe. Ujumbe wa mwaka huu wa siku ya takwimu duniani ni kwamba kuharakiza maendeleo ya matumizi ya takwimu sahihi yenye faida kwa kila mtu. Haya. Urudie tena ujumbe. Unaona, kuharakiza maendeleo ya kitakwimu na taarifa ambayo yatakuwa na faida kwa kila mmoja au kwa kila mtu. Haya, asante sana, tumekamilisha. Asante sana. Asante sana bwana mheshimiwa Salum Kasim Ali, ambaye ni mtakwimu mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Asante sana kwa kuja hapa Bahari FM Radio. Bila shaka tumezungumza nawe, tumekula, tumetosheka, lakini hatujashiba. Bila shaka tutakuja kukutafuta siku nyingine tushibe, kwa sababu hapa tumetosheka tu. Wakati mwingine unajua unaliko ugeni, unaona aibu kula mipaja ya kuku ile pale, lakini unajifanya mgeni. Kwa hiyo hapa, kwa sababu muda wetu umeenda na wenyewe wako nje hapo, sisi tukushukuru sana. Tutakutafuta muda mwingine, bila shaka utakuja. Msikilizaji, kwa niaba ya wenzangu wote kupitia Safari ya Bahari, Mohamed Bakari Fantastic, Donald Martin, lakini pamoja na Bakari Masudi, tukutakia asubuhi njema na bye bye. Imekwenda vizuri. Ndio ndio. Jamani, nitieni tena wananchi bado